Wengine mnapokuwa so independent, unapokuwa mtu wa kujitegemea sana, basi katika wale wazazi au yule mzazi ambaye akili yake imekamatwa na zile nguvu nyingine, anachokifanya anaanza kukufanya kama kondoo wa kafara. Anaanza kukuumiza, anaanza kukunyanyasa tangu unakuwa mdogo, anaanza kukupa maneno mabaya, anaanza kukubula, anaanza kukunyanyasa kwa maneno na kukufanyia vitu ambavyo vitakufanya wewe usahau wewe ni nani, uone wewe ni mtu unayestahili maumivu. Kumbuka sio yeye tu kwa akili yake, kuna nguvu nyingine ambazo zimetembea na hiyo familia, kwa zinatafuta mtu yoyote ambaye hana ufahamu wa kutosha, zinamtumia kinyume cha wengine. Kwa hiyo ni mzazi, lakini anakuwa hawi tena mzazi. Kuna nguvu nyingine iliyo kinyume chako inakuwa inafanya kazi kupitia yule mzazi kinyume chako. Wasema uelewe, from the beginning, tangu unakuwa mtoto unaanza kustruggle. Kila mahali unapoenda unaanza kuwa mtu wa kubebeshwa lawama ambazo sio zako. Wengine ameenda shuleni, unaanza kupewa adhabu ambazo hukufanya makosa. Inawezekana kosa kafanya mtu mwingine, unaambiwa wewe ndio uliyekosea. Mara nyingi unakuwa mtu wa kusingiziwa tangu mkiwa watoto. Hata pale nyumbani inaweza likatokea jambo, unaambiwa wewe ndio umefanya, na ukweli sio wewe uliyefanya. Unaishia kupewa adhabu. Shuleni ndio hivyo, unakuwa mtu wa kupewa adhabu, unakuwa mtu wa kusingiziwa. Yaani tangu unakuwa mdogo unashangaa unaanza kuwa mtu wa kutengwa. Yaani wewe sio mtu mbaya katika kundi. Yaani wewe sio mtu mbaya kuliko wote katika kundi, lakini ndio unakuwa mtu wa kutengwa, ndio unakuwa mtu wa kubebeshwa lawama. Likitokea jambo kila mmoja anataja jina lako. Lakini kiukweli si wewe uliyefanya hilo jambo. Ina maana wewe kuna nuru ya kipekee uko nayo. Kuna nguvu ambazo zinachukia hiyo nuru yako isiangaze. Kwa hiyo unakandamizwa, unaminywa ili uifiche ile nuru yako. Kwa kadri unavyoendelea kukua unakutana na haya maumivu. Kusingiziwa, kuchukiwa pasipo sababu, kutengwa, baadaye unaanza kutumiwa sasa. Unavyoendelea kukua, kumbuka tunapokuwa hata katika utoto, kuna wale watoto ambao wamekubali maumivu, wanapenda hisia zile za wivu, husuda, chuki ambazo zinavuta zile nguvu sasa, kwa sababu zile nguvu zinatembea na hisia za namna hiyo. Kwa hata unapokuwa kuanzia kwenye utoto na unavyoendelea kukua na kupevuka na nini, unaanza kuwa na marafiki wa aina ile ile ambao wanakutumia, ambao wanakuja kukufanya usahau zaidi wewe ni nani, usione uwezo ulio ndani yako na kufyonza ile nguvu yako isitimize kusudi uliokusudiwa kulifanya katika sayari dunia. Au kuja kuwa mtembezi tu, umekuja kuvunja huo mzunguko. Umekuja kuanza mwanzo mpya kwenye iko kizazi. Na ndio maana unapitia hizo struggle zote. Utaendelea kwenye mahusiano, utakutana na watu wa namna ile, zile nguvu zinakuwekea watu, zinakutegeshea watu. Wengine katika kukua ulikutana na mwanaume fulani, ulikutana na mwanamke fulani, mkaingilia naye kimwili. Tendo la kuingiliana kimwili ni mabadilishano ya nguvu. Alafu linafungua mlango wa nguvu nyingine kufanya kazi kwako. Kwa hiyo kuna mtu ulikutana naye kimapenzi, akafungua mlango, alifanyika kuwa mlango wa zile nguvu kuingia ndani yako na kuanza kufanya kazi na wewe. Kwa hiyo wengine wanaanza kustruggle na spirit of lust, roho ya tamaa mbaya. Unakuwa na tamaa ya ngono iliyokubuu ambayo huwezi kuidhibiti, na unajua kabisa sio akili yako na sio tamaa ya kawaida. Kuna nguvu inakuwa inafanya kazi na wewe. Ile nguvu, kumbuka tamaa ni aina tu ya nguvu, ni nishati. Kwa wanaigeuza iwe nishati ya kukuathiri kwenye akili yako kimapenzi. Kwa inakuwa ni nishati ambayo inatumia nguvu yako ya kimapenzi kukunasa, ili fokasi yako usiipeleke kwenye uzalishaji, usiipeleke kwenye kusudi lako, uipeleke kwenye kupambana na hii nguvu mbaya, au uisambaze nguvu yako ovyo. Au pia wakufanye kuwa kama remote control, uwe mtumwa sasa. Unafanya maisha tofauti na unavyotaka, unapeleka usipopataka. Ushaye kuona kuna ule wakati unapokuwa unakuwa mtu wa kuhangaika, alafu unajiuliza kwa nini ninahangaika? Hutaki kuhangaika, lakini unaona kuna nguvu iko ndani yako inakuongoza kuhangaika. Wakati mwingine usiku wa manane unatembea, unaona kabisa nimepoteza mwelekeo kwenye maisha yangu. Unaona umepoteza mwelekeo kwenye maisha yako, lakini ukiangalia kabisa unaona sio kitu asili cha kwako, ni kama kuna mtu anakuremote control. Ndivyo ilivyo, ziko nguvu zinanufaika na wewe na zinakuzuia, zinakuondoa katika njia, kwa sababu ukijitambua wewe ni nani, ukizivuta nguvu zako, utakuwa tishio kwao. Utaenda ku break that cycle. Wewe utajiweka huru na utabadilisha vizazi vyako. Hawataendelea tena kupata chakula, hawataendelea tena kunufaika. Kwa hiyo wanapambana usijitambue, lakini ukweli ni kwamba una nguvu kubwa kuliko wao. Uwezo ulio ndani yako ni mkubwa mno, ndio maana wanakuzuia usiutambue.
na njia pekee wanaweza kuifanya kukudhibiti ni kukuletea hatia, kukuletea kujilaumu, kukuletea kujihukumu, ili mwisho wa siku wewe mwenyewe ujidhuru, wewe mwenyewe ujisalimishe, kwa sababu hawana uwezo wa kukufanya ujisalimishe, hawana uwezo wa kukushinda isipokuwa wewe mwenyewe uamue. So utaona wakati unapokuwa kwenye maisha yako, unavyoendelea na safari yako ya maisha, struggles zinakuwa nyingi, hata economically, financially, umekuwa na uwezo mkubwa, umekuwa mtu wa kujitoa, wakati mwingine unafanya zaidi ya uwezo, unafuata kanuni za kimafanikio, lakini huoni matokeo, huoni results. Uko kwenye mzunguko tu wa kuumia, uko kwenye mzunguko tu wa kusumbuka, wa kukosa, wa kupungukiwa. Sio kitu cha kawaida, it's the battle, ni vita ambayo unapambana nayo. So it's the time to remember. Ukikumbuka wewe ni nani, kusha habari yake, kwa sababu ukishakumbuka wewe ni nani, utakumbuka zile nguvu zilizo ndani yako na utaanza kuzichannel kwenye kukuletea manufaa. Na hapo ndipo kuna namna au kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye kurejesha nguvu yako. Na kabla hujarejesha nguvu yako, inabidi ukate muunganiko ulionao na watu wengine. Ndio maana huwa nafanya program ya uponyaji kila mwezi. Lengo la kufanya program ya uponyaji ni kumsaidia mtu mmoja ambaye amekusudiwa kuvunja tabia fulani ya kimzunguko, kuvunja mzunguko wa zamani na kutengeneza mwanzo mpya kwenye maisha yake na vizazi vyake na familia yake na jamii yake kwa ujumla. So kama ni wewe, kama unajisikia unaona unaweza kujoin the program, join the program. Lakini hata kama una uwezo, fanya kila unachoweza kukata muunganiko ulionao na mifumo ambayo ilikuwa imeunganika na wewe, ambao lengo la zile nguvu zilikuunganisha na hao watu na hiyo mifumo ili wanufaike kupitia ile nguvu yako. So cut that, alafu anza kutumia nguvu yako kwa manufaa yako. Kitu kingine, this bonus, dalili nyingine, unakuwa mtu ambaye unaingizwa katika itikadi fulani za kina, yani unaingizwa katika ufanatic, unaingizwa katika itikadi kali zenye misimamo mikali. Yote hiyo ni kwa manufaa yao, za kidini, za kisiasa, za kimila. Kwa unapoteza focus. Wengi una uwezo mkubwa, lakini umekamatwa katika, unakuwa mtu wa misimamo mikali, unakuwa mtetezi wa dini, mpambanaji wa dini, mpambanaji sio siasa, politics, mpambanaji wa mila na desturi. Yote hiyo ni mifumo ambayo imewekwa kukusahaulisha wewe ni nani. Haukuja kwenye sayari dunia kuishi anyhow. Haukuja kwenye sayari dunia kuishi maisha ya mahangaiko. Haukuja kwenye sayari dunia kama mtembezi tu. Ulikuja kufanya jambo fulani, na huu ni wakati wako wa kulitimiza hilo jambo.